Mimi naitwa Emmanuel Malila, mhamasishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi katika mkoa wa kipolisi Kinondoni. Ni mdau wa jeshi la polisi kwenye kutoa elimu kwa jamii namna ya kupata vikundi vya ulinzi shirikishi tangu mwaka 2010 mpaka hivi sasa. Na majukumu yangu kiujumla kama mdau wa polisi jamii ni kushirikiana na wenyeviti wa serikali za mitaa. Kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mbezi Beach A, ni moja ya maeneo ambayo ameitisha mikutano ya wakazi na akawaalika polisi kwa ajili ya kutoa elimu hiyo. Kwa hiyo tulishiriki kutoa elimu hizo pamoja na polisi kata, akiwepo polisi kata wa kata ya Kawe Assistant Inspector Frank. Kwa hiyo elimu kwa jamii tuliyoitoa imesaidia sana kupata vikundi. Kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa alivyozungumzia, ana vikundi vya kijamii lakini pia na makampuni. Kwa hiyo ni jitihada ambazo kwenye kuelimisha wananchi tulitumia sheria ambazo zinazowapasha wananchi washiriki ulinzi katika mitaa yao. Na moja ya sheria ambayo tunaitumia zaidi ni sheria ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, ambayo sheria ile imetengenezwa mwaka 2002, inayemtaka kila mkazi wa mtaa wowote katika manispaa ya Kinondoni ili aweze kushiriki ulinzi katika mitaa yao. Kwa hiyo baada ya sheria ile kuisoma kwa wananchi kwenye mikutano hiyo, serikali ya mtaa wakiwepo na wananchi wakiwepo, polisi kata wakiwepo na mimi kama mhamasishaji kiujumla, basi wananchi wameshirikishwa vizuri hatimaye kupata vikundi hivyo viwili ambavyo vinaoperate katika mtaa wa Mbezi Beach A. Na wananchi pia wa kawaida ambao hao si miongoni mwa kushiriki ulinzi, sheria ile ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni inawataka wachangie. Ni kifungu namba 4 cha sheria ya ulinzi wa umma ya manispaa ya Kinondoni inayosema kila mkazi ashiriki ulinzi katika mtaa wake, aidha alinde yeye mwenyewe au kaya yake ichangie kiasi cha fedha. Kwa hiyo fedha hizo ambazo wananchi wanachanga kwa kikundi chao kinawasaidia wale askari jamii katika mtaa ili wapate makoti ya mvua, waweze wapate vifaa vya ulinzi, tochi. Wakati mwingine zinawasaidia pia wenyewe kuwa na posho za kuweza kupata mahitaji madogo madogo. Sawa. Pamoja na elimu mnayotoa, lakini kuna baadhi ya wananchi wamekuwa wakisikika wakisema kwamba hawana haja ya kulindwa na walinzi kushiriki ulinzi shirikishi kwa sababu wana walinzi wao. Sasa hili unalisemaje wewe kama mhamasishaji? Kwa wale wananchi ambao wanasema sisi tuna walinzi wetu, hatuna haja ya ulinzi shirikishi, ina maana kwenye ushirikishaji wa jamii elimu tunaitoa kwao, huwa tunawaambia kwamba hata kama ukiwa na mlinzi wako, lakini mlinzi wako amesimama getini tu, lakini ulinzi shirikishi anapofanya doria ya mzunguko, ni rahisi kuwakamata wahalifu ambao walikuwa na mpango wa kuja kumzuru mlinzi wako ambaye yuko pale mlangoni. Kwa hiyo tayari unakuta usalama bila ulinzi shirikishi, hata kama una mlinzi wako, tuliambiwa kama bado haitoshi. Kwa hiyo tumeona kwamba wananchi pia wenye walinzi wao washiriki uchangiaji, kwa maana shirikisho wanapofanya doria wanasaidia kuwabaini wahalifu ambao hata mwe mwenye mlinzi wako unaweza pia ukapata na madhara. Labda nitoe mfano mmoja, ndugu mwandishi. Kuna mtaa mmoja katika wilaya ya polisi Kimara, mtaa mmoja tulipata ulinzi shirikishi kwenye shina la kwenye mashina ambayo wanawasaidia vijiji vya mitaa kwenye mashina mbalimbali. Shina lile tukapata ulinzi shirikishi. Walinzi walipoanza ulinzi wao, basi kuna wahalifu ambao walienda kwa mtu mwenye geti ili waweze kumuibia, wakaweka jeki ili wanyanyue lile geti lake waweze kupata nafasi ya kuingia wale wahalifu. Lakini ulinzi shirikishi ghafla wakapita eneo lile, wakawakamata wale wahalifu ambao walikuwa na mpango wa kuingia kwa yule mtu ambaye mwenye geti lake. Kwa hiyo tayari usalama wale mwenye geti lake na mlinzi wake umetokana na wale ulinzi shirikishi. Kwa hiyo wana msaada mkubwa
Kwa hiyo hao nao tunaendelea kuwaelimisha wenye walinzi wao wanasema watake kulinda, ili waweze kuelewa umuhimu wa vikundi vya shirikishi. Hebu tueleze, kuna baadhi ya maeneo wanaishi wananchi wa kawaida, lakini katika wananchi hao wa kawaida pia na viongozi wa siasa wapo, wa vyama vya siasa wapo. Je, hivi kwa kiongozi wa chama cha siasa ana nafasi ya kuweza kushiriki ulinzi au yeye hapaswi kushiriki? Ndugu mwandishi, tunavyotoa elimu kwenye mikutano ya wakazi ili washiriki ulinzi shirikishi, sheria imeweka wazi ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ya ulinzi wa umma, kile kifungu cha 3. Kifungu kile kinasema kila mkazi anawajibika kushiriki ulinzi katika mtaa wake. Sasa wakazi hawa ambao wanapata kushiriki ulinzi ni watu wenye vyama mbalimbali vya siasa. Kwa hiyo sifa ya kushiriki ulinzi ni ukazi wa mtaa husika, haijalishi wewe uko kwenye chama gani cha siasa. Kwa sababu hata huyu mwanasiasa naye anahitaji usalama katika maeneo anayoyaishi, ana familia yake pale, ana mali zake. Kwa hiyo ni rahisi kushirikiana na jeshi la polisi au nao katika kutoa taarifa mbalimbali, ili angalau usalama uweze kuendelea kwa ujumla wao. Kwa hiyo watu wa vyama vyote, sifa ni ukazi wa mtaa husika kushiriki ulinzi kwa mujibu wa sheria.